Sasa tunaanzia hapa uwanja wa vita na askari wengi wamekufa, miili yao imezagaa hapa kwenye eneo la mapambano, na anatokea huyu mwanamke na kumwangalia Dagogo ambaye amelala hapa chini na akamwambia amka. Ghafla Dagogo anapata fahamu na kuamka na anakoki bastola yake na kuzama kwenye shimo, huku mdogo wake Sting au maarufu kama Celestine amelala tu. Anawaamsha na kuwaambia kuna maadui wanakuja, wajiweke tayari. Tango 1, unanisikia? Mimi ni 01, washa taa sasa hivi. Taa ilivyowashwa, kina Dagogo wakajiweka tayari, ila ghafla askari aliyekuwa juu ya mnara akalipuliwa na bomu. Na kilichoendelea hapo, ngoja niweke maiki pembeni tushuhudie. Dagogo anamuona tena yule mwanamke aliyemwamsha usingizini na kumwambia kamanda wake hapa walipo sio sehemu salama kabisa, inabidi waondoke, anajua sehemu salama. Kamanda na Sting wakamshangaa Dagogo wakati hapa ni sehemu salama. Kumbe Dagogo anamfuata yule mwanamke, na huku risasi zinazidi kurindima tu na watu wanapoteza maisha. Dagogo anawataka wenzake wasimame ili angalie ishara ya yule mwanamke anaelekea wapi, na alipomwona anakwenda anawaambia wenzake wasonge mbele. Sasa na huku kikosi cha kina Dagogo kinazidiwa nguvu na majambazi, na wakarushiwa bomu lililompata Sting na kudondoka chini, huku Dagogo na kamanda wakiwa mbele wanakimbia, na Sting na wenzake wakatiwa nguvuni na magaidi, na ushindi ukawa upande wao, wamewashinda wanajeshi nguvu. Dagogo anauliza Sting yuko wapi, maana haonekani. Ndipo wanajeshi wenzake wakamjibu kwamba wanahisi wamemchukua na magaidi. Dagogo hakutaka kusikia Sting amemwacha nyuma, akajitoa mwanga kwenda kumwokoa mdogo wake Sting. Dagogo akawa anaishia, ila akarushiwa bomu moja chali, na safari ya kwenda kumwokoa mateka Sting au Celestine ikawa imeishia hapa. Hii hapa ni episode ya kwanza mzigo huu mkali. Ni kusihi usisahau kulike, kushare na kucomment ili familia yetu izidi kuwa kubwa. Mimi naitwa Majis Junior. Miaka miwili baadaye tuko hapa kwenye baa ya Miss Naomi, na watu wapo wanapooza koo kwa kupata moja moto moja baridi, na wateja wanamlalamikia sana bosi Naomi mpaka muda huo hawajaletiwa oda zao za supu ya pilipili ambazo wameagiza. Naomi akashangaa kwenye baa yake wateja hawajahudumiwa. Aya, nyosheni mikono, wangapi mmeagiza supu ya pilipili na hamjaletewa? Naomi anaona idadi ni kubwa mno, anamuita Ewanda na kumgombea mbona hajawahudumia wateja. Nipo naandaa madam. Haya, haraka huko. Haya jamani, naombeni razi, supu ya pilipili inakuja sasa hivi, tena itakuwa ya moto moto. Sasa anarudi kaunta na mfanyakazi wake anakuja na kumwambia mtu mkatili amerejea. Anasema kuna matatizo. Naomi anauliza tatizo gani? Anajibiwa bado hajafahamu, tutajua tu huko mbeleni. Dagogo yupo zake amelala na anamkumbuka kipindi yupo depo na ndugu yake Sting, na leo yupo anarekebisha gari la mkuu wake. Akaja Sting na kumwambia kuna tatizo nyumbani kwao, hali ya mama yao inazidi kuwa mbaya sana, na hiyo ndio taarifa aliyopewa. Ila Dagogo hakuonekana kushtuka wala nini, akaendelea na kazi zake. Sting anamkumbusha yule anayeumwa ni mama yao, asiwe hivyo. Celestine, mkuu anahitaji gari lake chap, hivyo nenda zako usinisumbue. Kaka, hujasikia nilivyosema? Au kwani mimi ni daktari au ni daktari? Kwa hiyo tumtelekeze mama yetu afe kisa sisi sio madaktari? Mama anaenda kufa, hali yake inazidi kuwa mbaya. Celestine, unamwongelea mama gani kwanza? Nilisha kupanga kuhusu huyo mwanamke kabla mwanamke aliyewatelekeza watoto wake tangu wakiwa watoto wadogo tulipatikana ndani ya mtaro. Celestine, umesahau? Bila kuwa wanajeshi unadhani tungekuwa na haya maisha? Najua kaka. Sasa kama unajua bado unaendelea kuongea kumhusu yeye, mtu ambaye alitutukana kwa makusudi na kutuacha kabisa. Kama mimi nimemwacha, basi nakushauri na wewe ufanye hivyo hivyo kabla haja kuingiza kwenye matatizo yake. Dagogo, naelewa unavyojisikia. Najua mama kakosea, ila hiyo sio sababu ya kumwacha afe. Unajua kabisa damu yake ndio inatembea kwenye mishipa yetu. Na kuomba sana, na baada ya mafunzo hapa kempo, nitarudi nyumbani kidogo kwenda kumcheki kama siku 2-3 hivi. Kisha nikija, nitakuambia hali yake inaendeleaje. Dagogo akaishia kumshangaa tu mdogo wake na akasepa. Sasa anakuja mkuu wake na kumwambia Dagogo imetosha sasa kumgomea mdogo wake. Imetosha sasa. Ni muda wa kusahau na kumsamehe mama yake. Bosi, na kuheshimu sana, ila kwenye jambo hili na mama yangu hauna nafasi kuingilia kunishauri. Najua, ila wanasema damu ni nzito kuliko maji. Najua maumivu yako ya zamani bado yapo, tena ni makali sana, ila ni muda wa kuyaondoa ili maisha yaendelee. Hebu fikiria kuhusu hili, utaona. Dagogo, bado una nafasi ya kusahihisha makosa yako kabla hujachelewa. Na Dagogo anashtuka kutoka ndotoni, simu yake inaita. Ni mchungaji Tonye anampatia taarifa kuwa mdogo wake Celestine yupo hai baada ya miaka 2 kupita, na yeye anajua Sting ametekwa na magaidi.
ila anaambiwa sio hivyo, yupo hai na hajatekwa. Nimepata taarifa kutoka kwenye chanzo changu cha kuaminika. Hataki atajwe. Mchungaji, mimi najua Sting ametekwa na KIA kwa miaka 2. Mchungaji Tony akamjibu, hata mimi najua hivyo hivyo. Nilivyopata taarifa hizi nimechanganyikiwa. Hivi mwahi kuongea na Stella hivi karibuni? Stella anahitaji hapa ni mama yake Sting na Dagogo. Dagogo akauliza kwa kushangaa, Stella? Kwani na yeye anafahamu jambo hili? Au unataka niongee naye kwanza? Wewe unapendekeza nini? Mimi sijui, ila nachojua wewe ni mtu wa jeshi, unajua cha kufanya. Mchungaji, mimi sio tena ni mwanajeshi, niliondoka muda sana. Sasa kwa nini nikiwashirikisha polisi si wanaweza kunisaidia? Dagogo, sifahamu mimi, ila wewe unaongea lugha zao, unajua nini cha kufanya, ndio maana nimekupigia. Okay, najua kumtafuta, nitakurudia baadaye. Dagogo akaita Celestini na kukumbuka tukio lililotokea miaka 2 nyuma hadi akatengana na mdogo wake. Dagogo akampigia simu Patrick na kumwambia amempigia kuhusu kaka yake. Patrick akauliza, Sting au? Nafahamu, yupo KIA, ndio wote tunavyojua, mpaka alipoonekana mahali fulani katika msitu wa Delta Nigeria. Unasema msituni tena hapa Nigeria? Ndiyo. Patrick anafunguka kwa watu wengi wanapotea kwenye huo msitu, na muda mwingine kuna viashiria vinaonyesha mwishowe ni mauti tu. Dagogo akauliza, vipi polisi wakishirikishwa? Ila jibu la Patrick anasema haiwezekani, kozi ni riski sana. Yaani watu wanazidi kupotea tu. Na unaniambia haistahili kwenda huko, ni hatari. Hivi unajua ni polisi wangapi wametekwa huko msituni na wakauliwa? Hata wanajeshi pia. Sio sehemu salama kwao. Na Patrick akahitimisha kuwa hata kama anamtaka yeye aende huko, hawezi kuhatarisha maisha yake. Stella anaenda kufungua mlango, anakutana na mtoto wake Dagogo. Anamuuliza kwa nini hakutoa taarifa kama anakuja hapa. Ndio nimeshafika. Mama akamkaribisha ndani na kumkumbatia mtoto wake. Ni muda sana hawajakutana na kuombana msamaha. Kwa miaka 10, anajua kwa miaka 10 anamchukia na amemuomba msamaha ila hataki. Anamsia aishe tu, anajua amemkosea. Stella, tafadhali, hiki sio ndicho ambacho kimenileta hapa. Nionyeshe chumba changu cha kulala. Mama anashangaa anaitwa jina lake na sio mama. Akamuonesha chumba na kumwambia Celestini ndio alichokuwa analala kabla umauti haujamfika. Dagogo akasema hajakufa, yupo hai, ndio maana nipo hapa. Mama naye hataki kuamini, anasema mtoto wake amekufa tayari. Stella, nimekuja hapa kijijini kwa jumba moja tu la kumtafuta Celestini, na nikija kugundua wewe unahusika kwa namna moja au nyingine kupotea kwake na unafahamu taarifa nyeti, sita kukuonesha upande wangu wa pili. Chunga mdomo wako na uwe makini, mimi sio mhalifu na usiongee na mimi kwa namna hiyo. Mimi ni mama yako. Eti mama? Mama yangu alishakufa kitambo huko. Mama aliyenitoa sadaka. Mama aliyetoa sadaka watoto wake kwenye nguvu za giza. Mama akashangaa maneno mazito anayoambiwa na mtoto wake. Kwani unadhani sijui? Ndio maana ulikuwa karibu na Celestini ukimfundisha mambo ya kuanga, ukijua mimi ni mtoto au mjinga nisijue. Nilijua umebadilika ila ni uongo. Ujinga wako hujatoka kichwani, umezidi kuwa kichaa. Umefungua kinywa chako na kuongea maneno mazito kama hayo, tena kwa mama yako. Dagogo, nilikupa uhai nikakuweka tumboni mwangu miezi 9. Nilitokwa na damu, jasho na maji kwa ajili yako. Ila unamaanisha mimi sio chochote kwako, sistahili heshima? Kakusanye kila kilicho chako uondoke nyumbani kwangu. Hebu nitokee mbele yangu nisije nikakusukuma wewe. Ulijenga nyumba hapa. Sasa tunamuona Skoji na kikosi chake wakiwa ndani ya mitumbwi wanaenda kukutana na Naomi usiku huu. Skoji anaulizia pesa yake na Naomi anamwambia kazi aliyompatia amemaliza. Anaonyeshwa picha na anauliza ataamini vipi kama kazi yake ameimaliza. Na hizi picha sio feki. Kozi alimwambia wakate moto. Iweje amewachoma moto sura zao? Ataaminije? Kwa hiyo utaki kuniamini? Wakaoneshana bastora. Na mwisho Skoji akawataka watu wake washushe bastora chini. Na akapewa kibunda chake na Naomi akamwambia ana kazi huko msituni kwake. Skoji akauliza ipi? Wepo saa zote hizo unaulizaje swali kama hilo? Skoji anasema ipo siku moja tu utaniambia unachonificha ndani ya msitu wangu. Hebu tuombe hiyo siku ifike kwa faida yako. Na Naomi akasepa huku kila mtu anawaambia watu wake inabidi wamchunguze mwenzake. Naomi ana shughuli gani huko msituni? Na Skoji kama kawamaliza watu wote aliowaambia waue. Patamu hapo. Sasa tuje kwa Dagogo, anaamka muda huu na akicheki ukutani kuna ratiba ya mtu kupewa dawa. Akiangalia vizuri ni dawa ya aina ya Dactomycin, maalumu kwa ajili ya watu wenye ugonjwa wa saratani. Akaenda kumuuliza mama yake na huku Stella anapika wali anamuuliza kama atakula ampikie samaki au nyama. Dagogo anamuuliza mama kama yeye ndio anameza hizo dawa. Ila bi mkubwa ajali wala nini. Yeye anaendelea kupika zake tu wali. Stella, wewe ndio unameza hizi dawa? Unakaribia kufa.
Mama akajikaza tu na kumwambia na kuwekea samaki humu kwenye wali. Dagogo akaanza kumzumu mama yake kama anavyoashiria anaumwa saratani hivi. Mchungaji Tonye alimuita Dagogo kanisani na kumkutanisha na mashahidi waliomuona Celestine akiwa anacheza na madogo huko mpira na akiwa na Aunti Avoko. Avoko ndio nani? Mchungaji akamjibu ni mwanamke mmoja hatari sana. Na baba wa mtoto anasimulia kwa mtoto wake alimwambia kuwa Celestine alijumuika naye kucheza mpira uwanjani. Na watoto walifurahi sana na mwishoni Avoko alimuita na kumtaka Sting aondoke. Na yeye ndio aliwapakia kwenye mtumbwi wao na kuelekea sehemu yenye mikoko usiku sana. Ila Celestine na Avoko wapo kwenye kundi hatari sana. Ana hofu isije familia yake ikazulika kwa kutoa taarifa kama hizi. Ila mchungaji akamtoa hofu, taarifa zimefika sehemu salama. Na mchungaji anawaambia Patrick na Dagogo anafikiria sehemu ya kuanzia ni huko mtoni walipowaona kina Celestine. Patrick na Dagogo wakafika na kukutana na Pire. Tupo hapo tunamuulizia jamaa anaitwa Celestine. Anafuatana na Avoko, ila jina maarufu ni Sting. Pire akasema alimuona mara ya mwisho kwenye baa ya Naomi akiwa na genge lake, ndio anavyokumbuka. Patrick anasema kwa taarifa aliyosema yule kijana inamaanisha Celestine yupo na wanamgambo wa msituni. Ila Dagogo anasema anamjua mdogo wake hawezi kufanya kitu kama hiko, na Patrick anasema hayo ni mawazo yake. Dagogo akaenda nyumbani kwa Naomi, ila akabisha sana mlango, hakuna aliyekuja. Ila huku ndani kuna binti ametekwa, anajaribu kugumia apate msaada atoke hapo. Ila Dagogo hasikii kitu nje zaidi ya kuja mlinzi wa Naomi na kumuuliza anataka nini. Akasema amekuja kumuona Naomi. Mlinzi akadai hajawahi kumuona Dagogo before hapa. Sasa atawajua marafiki zake Naomi wote wakija hapa. Mwambie Dagogo alikuja na akaondoka. Na usiku akaja Naomi baa kukutana na Naomi na akamuuliza maswali yake kama Celestine aliwahi kufika hapo siku 2-3 zilizopita. Naomi akajifanya hajui kitu, ila Dagogo akamsogelea na kumhakikishia anajua kama anamficha kitu. Na mlinzi akaona bosi wake kama ipo matatizoni hivi, ila Naomi akamtuliza asifanye chochote. Na mwisho Naomi akasema ndio alikuja hapa na alikaa pale yeye na mwenzake. Sijamuona tena. Nimefurahi kukuona. Nitakuona tena. Inaonekana kama Naomi na Dagogo walikuwa wapenzi hivi. Mlinzi akauliza nani yule? Naomi akasema ni Shida yule. Dagogo akaja kwa Afande Patrick na kumuonesha picha ya mtu anahisi atamsaidia kumpata Sting anayeitwa Blaze, ambaye ni msaidizi wa Skoji. Hivyo anataka kumjua zaidi. Ni shetani wa kike na anachoma kila kitu, anaua kila mtu. Dagogo anataka kujua alipo. Ila Patrick anasema wahalifu kama hao waga wanajificha. Ila ni mtu wa kundi la Skoji. Ila kuna mtu alikuwa anafanya kazi na Skoji zamani. Anaweza kutupa location wapi walipo. Ila usiwe na haraka sana ya mambo. Twende mdogo mdogo. Dagogo karudi nyumbani na kuta hali ya mama yake ni mbaya sana. Akamwamsha afumbue macho yake na akakimbia chaproom kuchukua dawa anazopaswa kumeza leo. Akaja kumwamsha mama yake afumbue macho ameze dawa. Hakika damu ni mzito kuliko maji. Dagogo alijifanya kauzu, sasa hivi anampambania Stella na akampa dawa na maji kwa kufosi. Na alipopata nafuu akamuuliza Stella, nini hiki? Unataka kufa sio? Ili niondoke? Akatupa na maji yenyewe chini na akaondoka kwa hasira, huku Stella akilia kwa majuto. Sasa huku kanisani Dagogo amekuja kukutana na mtu aliyekuwa anafanya kazi zamani na Skoji. Hivyo anamuomba mchungaji Tonye ofisi yake ili wakutane naye hapo, ili atoe location, na mchungaji akasema hapa ni sehemu takatifu, hivyo kusiwe na mambo ya haramu. Kweli bwana, wakaingia ofisini na location ilipopatikana, genge la Skoji ikaoneshwa na mtoa taarifa akapewa kibunda kama nusu hivi isije akawa amewachoresha. Kama mkeka ukitiki atamaliziwa pesa zake. Alimaindi kweli, ila ukweli ndio huo, hakuna kuaminiana sasa hivi. Na alipotoka nje mlinzi wa Naomi akawa anamsubiria, akaanza kumfuata nyuma nyuma na kamkaba roba na akazima. Na anakuja kufunguliwa kitambaa, anajikuta yupo mbele ya Pilato Naomi. Akaulizwa kanisani alienda kufanya nini leo? Akajibu alienda zake kuomba tu, sijafanya kitu kibaya. Kwa hiyo maombi kwa mtu usiye na heshima. Niambie ukweli, najua ulienda kuuza taarifa muhimu kule. Una akili wewe? Unaenda kutoa siri za watu muhimu kule? Sijasema kitu chochote mimi. Naomi akatoa amri auliwe. Ndio mtu akaona kama atakufa hivi. Akasema ukweli. Na walinzi wakasema kama leo huyu kauza siri, itakuwaje kesho? Wakati tulimpatia onyo tabia yake ya usiniti aache. Ila hajakoma, atavujisha hata siri zetu. Nina mashaka atafungua tena mdomo wake huyu. Jamani, nisamehe. Sitosema tena kitu. Naomi akamsogelea na kumwambia ulisema unaenda kanisani kufanya maombi. Basi wewe ndio maombi yako ya mwisho kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sasa hii hapa ni episode ya kwanza tu, ndio kwanza tumeanza. Niandikie komenti yako hapo chini tuendelee na episode ya pili. Kadri komenti zitakavyokuja nyingi,
ndio episode ijayo itakavyotoka mapema zaidi. Twende kazi. Mimi ni Thomas Junior. Till next time. Ciao.